tukasoma from 14, Matendo ya Mitume 14:1 to 10. Na wacha tushukuru Mungu. Baba wetu ni asante. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, ni Bwana wetu ambaye wiki yote mzima umetulinda ili tufike wakati huu, ili pia tuweze kuliabudu jina lako. Kila mmoja aliyefika mikononi mwako, acha ile neno liwe la baraka kwetu, katika jina la Yesu tunaomba tukishukuru. Amen. Tulipata Paulo akitoka Ikonia, kule Ikonia kulikuwa na mambo kadhaa. Tukapata kuna watu ambaye waligawanyika kwa kikundi chake, na tukatokea pia na Wayahudi na Wayunani ambaye walileta elimu ya kugonganisha. Kwa tunasema katika maisha yetu ya wokovu, tusifikirie tu tukishaokoka mambo yatakuwa mazuri. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo tutapitia ambayo ni vitina. Kwa mfano, baada ya Paulo kuhubiri injili nzuri, kuna watu walitokea na injili ya vitina. Amen. Na wakagonganisha watu na watu wakawachukia Paulo. Na niliwaambia kule Ikonia, baada ya Paulo kutoka Ikonia akakuja mahali alipo, Bwana asifiwe. Amen. Alikataliwa, injili ikawa ni shida, wokovu ikawa mzito. Na niwaambia there is time katika wokovu hutapenda kusema ati nimeokoka. Utafika mahali useme kweli, hata mimi ingekuwa kwa jambo lingine ningefanya nini? Singechagua wokovu. Because ni mambo mazito. Watu wakamkataa Paulo, akaanza kushona nini? Mikeka. Amen. The church was never supporting Paul. Wale ambao walikuwa wanampea vyakula waliwacha kumpea. Ikafika mahali kabidi mikono yake imsaidie kufanya nini? Kukula na kunywa. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu Paulo alikuwa amefanya miujiza mingi sana. Sasa wale ambao alikuwa amewahudumia walianza kutoa ushuhuda. Ushuhuda ndio urudi ukainua Paulo. Amen. Amen. Wewe fanya mambo mazuri. Licha ya vita, mambo yameharibika, watu wamekusukuma, usidiriki kufanya mabaya. Kwa sababu yale mazuri umefanya, watu watashuhudia. Amen. Watafika mahali waseme Mungu alikuwa na fulani. Kupitia kwake Mungu amefanya watu. Hiyo ndiyo itakutia nini? Nguvu. Ushuhuda wako huwa unarudi kukusimamisha. Amen. Naona Paulo alifika Listria, akapatana na mama moja, akahubiri injili, na tukawa na mtu ambaye alikuwa hajiwezi. Amen. Totally kiwete. Amen. But akiwa huyo mtu ameshika imani, alipata kuamuka na kutembea. Amen. So Mungu fanya mambo. Sasa nataka kusoma kuanzia mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. 12 Biblia inasema, and they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. 13. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifices with the people. Wanasema wakati Paulo waliamsha ule kiwete pamoja na Barnabas. Bwana asifiwe. Kumbe watu wa mahali pale inaitwa Likonia walikuwa wanapenda kuabudu miungu. Wanapenda kutembea katika njia ambazo si za kiungu. Na wakawa walikuwa na miungu inaitwa Jupiter. Na wakawa na miungu mingine inaitwa Mercury. Amen. So wakapatiza Paulo, Barnaba Mercury. Wakaita Paulo Jupiter. Amen. Kwa sababu walikuwa wamezoea miungu. Amen. Ndipo Paulo wakanyenyekea. Wakati mwingine watu wakiinuliwa na majina ya kiulimwengu, Bwana sifiwe, wanafurahi. But Paulo hakufurahi. Usikubali mtu kukuita kwa jina linaloenda na ulimwengu, ati kwa sababu umefanya kitu. Amen. Siku hizi
Unaona mtu wasichana wetu wengi na wamama wetu wakishahiti mtandao vizuri wanaitwa divas. Wengine wanaitwa sijui nini. Najua diva is a goddess. Amen. Diva inamaanisha ni miungu. So ukiitwa diva already umejilinganisha na nani? Na Mungu, na lazima utateremshwa. So kuna majina ambayo ukiitwa hata kama ni ya sifa, hata kama ni mazuri, usikubali, maana itakurudisha wapi? Chini. Paulo walikataa. Wakasema msituite Jupiter, msituite Mercury. Kwa sababu Mercury mmeitolea nini? Ng'ombe. Wanaenda kwa gate wanatoa ng'ombe, wanatoa dhahabu, wana sacrifice mchana kwa gates. Na hiyo ndio miungu walikuwa naabudu. Amen. Wakati mwingine kuna miungu ambayo tunaabudu kwa jamii zetu. Na kuomba katika jina la Yesu, usibebe miungu ilete kwa church. Because wakati Mungu atafanya pia utaanza kumlinganisha na miungu yenye inafanana na nini? Na ukoo yenu. Bwana asifiwe. Labda wengine walisaidiwanga kujenga manyumba. Wengine walisaidiwanga kusimamisha ndoa. Wengine walisaidiwanga kuinuka na kufanya kazi. Wengine walipoteuliwa waliwekwa kwa miungu. Unapopelekwa kwa njia hiyo, Mungu anakukataa. Paulo walikimbia kwa kikundi ya watu akawaambia, you should not do that. Na mtatutolea nini? Dhabihu. Hatutaki dhabihu yenye mtolea miungu. Tena mtolee nini? Sisi. Amen. Mkristo unahitaji kukaa Mkristo. And let me tell you, Bwana asifiwe. Vita kupigwa vita ama kutopigwa vita haimaanishi umeokoka ama hujaokoka. Bwana asifiwe. Injili yenye nakuhubiria hii mara mingi ni vita tu. Amen. Let me tell you, Paulo hajawahi pata amani tangu akoke. Mnakumbuka Paulo alikuwa anatesa kanisa. Amen. Oh, Yesu asifiwe. Paulo alikuwa anatesa kanisa na Mungu Yesu akamshukia, akamwambia kwa nini unanitesa? Unajua Paulo alikuwa na mambo mawili. Yesu anajua Yesu alikufa. Bwana asifiwe. Sasa ni nani huyu tena anasema ninamtesa? Sasa mimi nilikuwa natesa tu kanisa. Mimi sikuwa natesa tu kina Morini, mimi sikuwa natesa wewe. Paulo hakujua kanisa ni Yesu. Amen. And let me tell you, washiriki wa Mungu, inapokuja kwa mambo ya madhabahu na kanisa, jua vile unavyoenda. Because anything you do, you are not doing to the people. Ukitesa Alex kwa sababu ya injili, unatesa Kristo. Na Kristo mwenyewe ndiye atakuja kwako. So when you are dealing with the people ambao especially viongozi na watu wanaosimamisha injili, be careful because you may be fighting Christ Jesus. Amen. Tuchunge, na nimeambia asubuhi, Roho Mtakatifu atusaidie. Kama hujawahi omba Roho Mtakatifu akushukie, omba Roho Mtakatifu ashuke katika maisha yako. Kwa sababu bila Roho Mtakatifu utachanganyikiwa. Wakati Mungu amekufikia unafikiri ni shetani. Wakati Mungu anakuongelesha bado hujajua sauti ya Mungu ni gani. Roho Mtakatifu analeta kitu what we call discernment and interpretation. Amen. Roho sikinena ambazo zimechanganyikiwa anakusaidia kuinterpret. Unajua huyu hata kama ananena mambo mazuri lakini ni shetani. Ametumwa, ni agent wa Lucifer. Bwana asifiwe. Mimi siwezi kubali tu kujaza watu kwa kanisa. Nataka kujaza watu ambaye wanajua neno. Because kwa penye neno liko kuna ukombozi. Amen. Nitakuwa nawafundisha leo pia maana nilianza na mambo ya Roho Mtakatifu. Nitawasaidia mjue umuhimu wa Roho Mtakatifu. Amen. Ukijaza na Roho Mtakatifu inaweza kusaidia nini? Amen. Don't just go to church. Hauna Biblia, hauna kitabu, huandiki mahali popote. Let me tell you, kuna mahali unaenda, pastor hatakuwa. Sitakuwa. Mimi nimeishi na hii Biblia miaka yangu yote. Leo nimehakikisha nimesoma chapter kadhaa. Baada ya kutoka hapa church nilikuwa na 1 hour. Nilikuja saa 11, nimetoka saa 12,
nikatumia 1 hour, saa 1:30 ndio nikaanza kujiprepare. Amen. Let us read. Ukishasoma ndio itakusaidia kugusa vipaji ama matunda ya Roho Mtakatifu. Amen. Ambayo inaanza na upendo, furaha, amani, upole. Hiyo ni matunda. Alafu kuna gifts, kuna vipawa vya Roho Mtakatifu. Amen. Nenda na uponyaji, nenda na wisdom, naenda na interpretation, naenda na discernment, inaenda na mambo mengi, inafika 9. Amen. Ni vitu yetu, ni yetu, si ya mchungaji. Amen. Wewe unataka utoe pepo, wewe unataka uhubiri injili, unataka ufanye uinjilisti. Bwana asifiwe. Unahitaji kufanya vitu vya discipleship, si mchungaji. Everybody can title kwa hivi vipawa vyote. Labda hata mimi niko na kamoja, wewe ujaliwe 5. Amen. The Holy Spirit mwakika katika maisha yenu katika jina la Yesu. Because itatusaidia. Amen. Nataka nisome tu mstari wa 22. Alafu nitarudi nyuma kabisa. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 5. Nitarudi huko. But nataka kusoma 14:22. Nitakuwa nimemaliza kitabu cha Matendo ya Mitume 14. Next week tutasoma 15. 22 Biblia inasema, nitasoma Kiingereza na Kiswahili. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Tuna maneno matatu malipani. Biblia inasema wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. That's the word of God. Kuna maneno matatu nataka kuongelea mahali hapa. Kitu ya kwanza, mimi nawatia nguvu, nawatia moyo, nawaambia mbele ni kuzuri, na Yesu hatuwezi kupoteza. Amen. We are sure when we have Christ Jesus. Amen. Automatically vita tutashinda. Automatically shetani ataipika. Amen. Unajua ulifika mahali Paulo akauliza kifo, uchungu yako iko wapi? Amen. Amen. Maana hata kama umeniua, Yesu anangojea kuniamsha. Akauliza kifo, uchungu yako iko wapi? Na kaburi lako linakusaidia nini? Amen. Amen. So Biblia inasema wakiwafanya imara roho za wanafunzi. Nataka kukuambia ufalme wa Mungu si wa mikate na kuenjoy. Kama uliokoka ukafikiri ni raha tutapata, Bwana asifiwe, kuna challenge. Asubuhi tumesoma mataifa ambaye Mungu mwenyewe aliwacha nyuma. Makusudi ni nini? Awajaribu wana wa Israeli kwa ajili ya to make them firm, kuwafanya wajue hii njia si nyepesi vile wanavyofikiria. Wawache laziness. Amen. Wawache kujikalia tu wakifikiri mambo ni mzuri. Wakati mwingine wokovu unakaa na sema nini Yesu alikufia msalabani? Hata alisema yote yameisha. Amen. Na Bwana alisema yote yamefanya nini? Yameisha. Bwana asifiwe. Na Paulo anasemaje? Anasema inapasa ufalme wa Mungu kuingia. Tuingie na nini? Na tribulation nyingi. Kiingereza Kiswahili nasema tuingie ufalme wa Mungu inatupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Shida nyingi, majaribio nyingi, magonjwa yako mahali pale, mateso yako mahali pale, vita viko mahali pale. Bwana asifiwe. Maadui wamejaa kila mahali. Amen. So lazima tuwe tayari. Usipojazwa na Roho Mtakatifu, hii dhiki utaiweza. Magonjwa mengine hatutaiweza. Mitego zingine zote tutashindwa nazo kwa sababu tutapigwa.
Amen. So akawatia moyo, na mimi nakutia moyo asubuhi ya leo. Ongezeka katika imani. Usirudi chini. Wacha imani yetu ikuwe, na imani ukue kwa kupitia kwa neno. If you listen to the word of God, the faith grows. Amen. Nataka kusoma, turudi kule nyuma. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 5. Nataka tusome mambo kadhaa hapa. Acha nianzie mstari wa 4. Biblia inasema, basi na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Ingereza nasema, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Na mambo mawili ambayo usipoyatimiliza kama wewe Mkristo, kule mbele vita vitakuwa vigumu kwako. Wakati majaribio yatakuja, wanasifiwe, itakuwa mzito kwako. Neno la kwanza, kudumu katika maombi. Amen. Maombi ndiyo kitu inaweza kukusaidia kufanya communication na Mungu, kuwasiliana na Mungu wako. Maombi inaweza fanya ujiimarishe katika masuala ya kiroho. Amen. Ukiona una udhaifu sana ya kutoomba, ujue wewe you are backsliding. Kuna semanga mtu ambaye alikuwa ameokoka na amerudi nyuma. Watu naangalia kwa mwenye amelewa peke yake. Salamu yako jirani. Na mwenye alikuwa kanisa sasa amerudi kuwa malaya. Mwenye alikuwa kanisa alafu amerudi kunywa pombe, amerudi kunywa sigara na bangi. Nasema huyu alikuwa mwokovu, ameanguka. Kuna Wakristo wako kwa kanisa wale walianguka. Salamu yako jirani. Hawako karibu na imani. They cannot pray. Kuna watu hata kuombea chakula na wako hapa. Ni shida. Homa ikikushika, unachukua simu, unaweka pesa, unapigia mchungaji na mwinjilisti penye hapa. Mtoto akashikwa na malaria na homa, kitu ya kwanza ni kuita pikipiki na kutoka nayo mbio. Pikipiki itasaidia mtoto wako. Usafiri utasaidia mtoto wako. Prayer can assist. Kuna vitu vingi, mitego ile ingine ni ya fake kabisa ambayo shetani ameleta. Tunaweza kuimanage through prayer. Amen. So kuna backsliders in the church. Those that cannot pray. Ndio tuende mbele za Bwana, anachukua simu. Tuende mbele za Bwana, anaenda kujisaidia. Tuende mbele za Bwana, anainama tu na ananyamaza. Salamia jirani. Mwambie hakuna mahali unaenda. You backslided more years ago. Kuna watu wako karibu na Mungu. Tusiangalie wale walevi. Tusiangalie wale ambao walirudi wakakunywa pombe. Sasa kuna mtu amesimama kwa barabara. Ulipompita ukasema huyu ameanguka. Na kuna mwenye alianguka na wako kwa kanisa. Maana kuna maneno mawili ambayo inafanya mafuta ya Mkristo inamwezesha kwenda mbali. Mambo mawili. Kitu ya kwanza, kudumu katika maombi. Kudumu inamaanisha is a continuous thing. Umeomba saa hii, usianze kusema niliomba tena leo. Ibada ikiisha unaenda kwa kona, ambia Mungu bado niko mbele zako. It's a continuous thing. Ukifika nyumbani, usiseme nimechoka, unapiga magoti na ambia Mungu hata nimetoka katika Mungu bado ninafanya nini? Ninakuhitaji. Amen. It's a continuous thing. Shetani ana njia nyingi sana za kuangamiza Wakristo. Kila siku shetani hubuni njia mpya. By today sisi tunatumia njia ya zamani. Wanakujanga kwa pusi. Wanakujanga kwa wanaingilia kwa kuku. Wanaingilianga kwa bongo. Hizo vitu ni zako ulijifunza kitambo. By today shetani ameleta mbinu mpya ambayo wewe hujakundua. Tutaikundua kwani uyapray. Maana Roho wa Mungu atakushukia na anakuonyesha mbinu mpya ambayo shetani amekuja nayo. Let us continue in prayer. Salamia jirani, mwambie wacha tuendelee kudumu katika maombi. Number 2, nguvu ya pili ya Mkristo. Bwana asifiwe. Wanasema and
to the ministry of the word. Amen. Katika huduma wa neno. We read the word every day. Labda wakati tumetoka Jumapili mpaka leo ndio mtu anaunganishia penye tulikuwa. Hakuwahi soma, hakuendelea. Wakati mchungaji alisema acha tumalizie hapo, alimalizia pia mahali papo. If we want to grow in the spirit, ili neno liwe part of us. Bwana asifiwe. Tulisome kila wakati. Na kuna mtu ameokoka tu siku mingi na hana Biblia. Hana kabisa. Akitoka nyumbani anasema nimeokoka, nimeenda kanisa, lakini hana Biblia completely. Bwana asifiwe. Sasa mimi sijui nini itapee mafuta kwenda mbali. Biblia si ya mchungaji. Sasa tukibeba Biblia watakuona ati wewe umeokoka sana. Hii Biblia unapokuwa nayo, read it. Basi pole pole. Soma ndani. Roho Mtakatifu atakusaidia. Amen. Na anapokusaidia, anakuimarisha, anakusimamisha na anaongea na wewe mtu wa ndani. Na anakupia nguvu. Sasa wana wa Mungu, wale disciples, wale wanafunzi wa Yesu, walitumu katika neno na wakatumu katika maombi. Vitu vingapi? Viwili. Mstari wa 5. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, and Priscilla, and of Antioch. Kuna watu watano wakati walikuwa natumu katika maombi, Roho Mungu alinena. Amen. Oh, Yesu asifiwe. Kiingia kwa maombi, uombe, lazima Roho atanena. Atakuletea ufunuo. Atakwambia mambo ambayo ilikuwa imefichwa. Amen. Atakwambia jambo ambalo hujawahi jua tangu uzaliwa. Yesu asifiwe.